Nafundisha somo linaitwa maisha ya zamani na sasa. Naposema maisha ya zamani ni kwamba wanadamu tulikuwa tuna sura ya zamani, lakini Mungu ametuletea sura ya sasa, ya wakati huu. Sura ya zamani tuliipata kutokana na maisha ya mwanadamu wa kwanza ambaye anaitwa Adamu. Wanadamu wote tumetoka kwa Adamu. Haijalishi imani zetu wala dini zetu wala makabila yetu, lakini sisi wote ni wanadamu au wana wa Adamu. Kwa hiyo tuna sura ya Adamu, na hiyo sura ya Adamu imetuathiri sisi wote. Tumefanana naye, hatujafanana naye tu pua na mdomo na macho, lakini tumefanana naye maisha ya kiroho pia. Wanadamu sisi ni roho, sio miili ambayo tunaonekana, sio miili ya nje tunayoonekana. Hii miili ya nje ni kama nyumba tu ambayo tunakaa, lakini siku moja tunaondoka katika hiyo nyumba. Ndio maana misiba ikitokea tunasema mwili wa marehemu utasafirishwa kwenda Kigoma. Lakini tunakosa hekima na maarifa. Wakati tunamlilia marehemu, huwa tunaonyesha ni kama yupo pale, ni kama yupo, kwamba umetuacha marehemu, lakini yeye hayupo pale, yuko sehemu nyingine, kwa sababu yeye ni roho. Mtu anapokufa, roho yake yule ambaye ni yeye mwenyewe kabisa anafanana kabisa na umbo hili la nje. Ni kama vile unapotia maji kwenye chupa, yale maji yanachukua lile umbo la chupa. Kwa hiyo mtu anachukua umbo la mwili wake wa nje, anaonekana hivyo, ila akitoka anatoka na kuacha ule mwili wake pale chini. Kama alikuwa amelala, anatoka anajiona kabisa, mimi ni mtu. Kwa hiyo nazungumza na wewe kama mtu utakayetoka kwenye mwili ukiwa mtu mkamilifu, lakini uliye roho, au watu wengine wanaita nafsi. Nafsi yako au roho yako itaishi milele. Zamani niliwahi kujiuliza kwamba hivi Mungu alipomuumba mwanadamu alimpulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai, akawa roho. Sasa wanadamu wengine wanaozaliwa kila siku wanakuwaje roho? Mungu anawapulizia pumzi saa ngapi? Nilipoendelea kutafakari nikapata jibu kwamba Mungu alipoumba viumbe vyote aliviumbia kanuni ya kufanana. Kila kitu kilifanana na mahali kilipotoka. Mbegu zinazalisha watu au mimea inayofanana nayo. Kwa hiyo sisi tulipozaliwa, kwa sababu tulizaliwa na mwanadamu wa kwanza, tumefanana na yule mwanadamu wa kwanza, tumekuwa roho. Wewe ni roho, utaishi milele na milele, hautaishia tu duniani. Kwa hiyo unatakiwa ujue maisha ya zamani uliyoyapata katika Adam ni yapi, na maisha ya sasa ambayo Mungu anataka akupe katika Yesu Kristo ni yapi. Kwa sababu ukifa katika maisha ya zamani ya Adam hauwezi kumwona Mungu, lakini ukifa katika maisha mapya ya Yesu unaweza ukamwona Mungu. Yesu sio wa dini fulani. Yesu sio wa Kristo. Yesu sio wa Wabudha. Yesu sio wa Waislamu. Yesu sio wa Lutheran wala wa Katoliki wala wa Pentekoste. Yesu ni wa binadamu wote. Katika ulimwengu wa roho kuna wanadamu wa aina mbili tu. Yesu ni Mungu na alifanyika mwanadamu kama sisi. Alichukua hali yetu kutoka katika yule mwanadamu wa kwanza, lakini hapo hapo alikuwa ni Mungu. Unaweza ukajiuliza ukasema inakuwaje mwanadamu anakuwa Mungu hapo hapo? Ni kwa sababu yote yanawezekana kwa Mungu alivyokuwa, ili aichukue sura yetu aweze kulipia makosa yule mwanadamu wa kwanza na aweze kutupa maisha yake ambayo ni maisha ya sasa. Sasa narudia kusema kwamba ukitoka kwenye mwili huu kama mwanadamu na maisha ya yule mwanadamu wa kwanza ambao uliingia nayo duniani, utaenda motoni. Lakini ukitoka katika mwili huu na maisha mapya katika Yesu Kristo, utaenda kwa Mungu. Kwa sababu kwa Mungu wanaingia wenye uzima, ambao uzima huo katika Yesu Kristo. Lakini kwa shetani wanaingia wenye mauti, na mauti hiyo iko katika yule mwanadamu wa kwanza. Kwa hiyo lazima kuhakikisha una Yesu katika maisha yako. Mwishoni hapo nitaomba sala ambayo itakusaidia kumpata Yesu kama uzima wako. Nitasoma maandiko
mawili. Andiko la kwanza ni katika Waefeso 2 mstari wa kwanza mpaka wa pili, na andiko la pili ni Wakolosai 1:13 mpaka 14, na nitamalizia na andiko la Matendo ya Mitume 20 mstari wa 21. Katika Waefeso 2 mstari wa kwanza mpaka wa pili imeandikwa, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Nanyi mlikuwa mna kifo katika maisha yenu, katika roho zenu, kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Makosa yanayotajwa hapa na dhambi zinaendana na mwanadamu wa kwanza alipomkosea Mungu. Dhambi inayotajwa hapa inaitwa hamatia. Hamatia ni kukosa shabaha, kutofikia shabaha fulani. Kwa mfano, Mungu anataka tuwe na upendo, hiyo ndio shabaha yake. Mungu anataka tuwe watakatifu, hiyo ndio shabaha yake. Lakini hatufikii hiyo shabaha. Kwa nini? Kwa sababu tumekufa. Hali yetu haituwezeshi kufikia shabaha ya kimungu, kwa sababu tuna utu wa kale wa Adamu. Unaona? Lakini makosa yanayotajwa hapa yanaitwa paraptoma. Paraptoma ni kuvuka mpaka uliowekwa na Mungu, kwamba amesema usifanye kitu hiki, lakini watu wanafanya kitu hicho. Adam katika bustani ya Eden alipoambiwa usile, alipokula alivuka mpaka wa Mungu, paraptoma. Alafu akawa ni mtu ambaye yuko chini ya kiwango cha Mungu, hamatia, akiwa amekufa. Kwa hiyo dhambi ya kuvuka mpaka na dhambi ya kutofikia kiwango cha Mungu inaendana na ufu wa binadamu. Kwa hiyo wanadamu wote wametenda dhambi. Hawabadiliki kwa sababu wanajitahidi kufanya mambo mazuri, wanajitahidi kwenda kanisani, wanajitahidi kwenda msikitini, wanajitahidi kutoa zaka na sadaka. Wote, dini zote, hawabadiliki kwa sababu ya matendo yao. Wanabadilika kwa sababu ya Mungu anachokifanya kwa ajili ya wao, kuwatoa, kwa ajili ya kuwatoa katika hiyo hali. Ndio maana ya Yesu kuja. Yesu anaitwa Mwokozi kwa sababu amekuja kutuokoa na hali ya ufu ambayo tumeipata kwa Adamu. Kwa hiyo kuokoka, unaposema kuokoka sio kitu ambacho unakifanya wewe. Tunaokolewa kwa imani, kwa njia ya kuweka imani zetu kwa Yesu, kwamba Yesu ulibeba maisha yangu ya dhambi, ukayalipia kwa kifo, ukafufuka. Sasa naiweka imani yangu kwako, alafu Mungu anakupa maisha mapya. Hebu turudi katika haya maandiko. Kuna vitu vichache hapa nitasisitiza kuhusu maisha ya zamani na ya sasa. Hapa mstari wa pili katika Waefeso 2 anasema kuhusu dhambi na makosa ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Anaposema kawaida ya ulimwengu huu ni maisha ya zamani ya wanadamu wote ambao wanaishi katika Adamu, na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Mfalme wa uwezo wa anga hapa anayetajwa ni Shetani, kwa sababu dhambi ilipoingia duniani kwa njia ya mwanadamu, wanadamu wote wakafa. Wanadamu wote walipokufa kwa njia ya Adamu, Shetani akawatawala wote, kwa sababu Shetani anatawala kupitia kifo au mauti. Mauti ni mkono wa Shetani wa kushikilia watu, lakini uzima ni mkono wa Mungu kushikilia watu. Kwa hiyo Shetani alishikilia binadamu wote kwa mauti kwa sababu ya Adamu, lakini Mungu anashikilia binadamu wanaomwamini Yesu wote kwa uzima kwa sababu ya Yesu aliyefufuka katika wafu. Anasema ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa uasi. Wana wa uasi ni wana wa Adamu yule wa kwanza, ambao wameasi katika dhambi ile ya Adamu na makosa ya Adamu. Hao ni wana wa uasi. Shetani ana mamlaka juu ya wana wa uasi kwa sababu ya ufu wao, kwa sababu ya kifo chao. Kile kifo kimempa nafasi ya kuwatawala, ya kutumia matendo ya mwili kuwadhibiti na kuhakikisha wakati wote wako chini yake, na mwisho wataenda pamoja naye katika ziwa la moto, au wana wa uasi, kwa sababu tayari wana mauti. Kwa hiyo kuokoka au kuokolewa ni kutoka katika ile hali ya wana wa uasi ambao tumeipata kutoka kwa Adamu na kuingia katika hali mpya ambayo tunaipata kwa njia ya Yesu Kristo. Hawa watu ambao wako katika chini ya mfalme wa uwezo wa anga. Unaposikia neno mfalme wa uwezo wa anga, ni serikali ya kishetani. Kwa sababu ya kifo, kwa sababu ya mauti, kwa sababu ya makosa, wako chini ya serikali ya shetani. Period. Amna kitu tena cha kubadilisha hapo. Ndivyo ipo hivyo. Kwa sababu ya Adam wako chini ya shetani kihaki kabisa, kisheria. Kwa hiyo Yesu alikuja kututoa katika hiyo hali
ya umiliki wa shetani kwa sababu ya kifo. Sikiliza andiko linalofuata hapa. Wakolosai 1:13-14 anasema, na alitukomboa katika nguvu za giza. Ili neno alitukomboa ni alitutoa katika hatari. Ni kana kwamba gari linapinduka alafu atoke mtu akutoe kwenye ile hatari ya kupinduka. Nguvu za giza zinazotajwa hapa ni mamlaka ya giza. Mamlaka ya giza hii ndio yule mfalme wa uwezo wa anga ambao tulikuwa chini yake kwa sababu ya dhambi na mauti. Yesu alichokuja kukifanya, alikuja kuleta uzima ili atutoe katika hiyo hali. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha. Ili neno akatuhamisha ni akatugeuza. Kiingereza nasema akatutranslate, akatugeuza kwa uzima. Alitutoa katika nguvu za giza kwa kutupa uzima na kutugeuza, unaona, na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. Ni mfano wa hizi nchi za kawaida. Nchi zetu zina mipaka. Mfano, nchi ya Tanzania imepakana na nchi kadhaa. Kila nchi ina sheria zake, kila nchi ina rais wake. Ukitoka Tanzania ukivuka mpaka ukaingia nchi nyingine, unatawaliwa na sheria za ile nchi, uko chini ya sheria za ile nchi. Au balozini, ukitoka katika labda pale uko Dar es Salaam sehemu nyingine ukaingia katika ubalozi wa nchi nyingine, uko katika territory, uko katika umiliki wa ile balozi. Yesu alichokuja kukifanya, alikuja kututoa katika mamlaka ya giza. Mamlaka inayotajwa hapo ni umiliki halali wenye haki wa giza, ambao ulikuwa una haki kwenye maisha yetu kutokana na kuzaliwa kwetu na dhambi zetu na ufu wetu na hali yetu ya kifo. Akaja kututoa, akatuhamisha. Ile neno kuhamisha ni kama kuvushwa kwenye mpaka na kuingizwa kwenye sheria nyingine, akatuingiza kwenye ufalme mwingine wa Yesu, wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo kuokoka sasa kuna husiana na kutoka kwa Adam mwenye dhambi na kifo na makosa, na kuingia kwa Yesu mwenye uzima na haki na utakatifu na upendo. Huwezi kuacha kumpokea Yesu ukijua ukweli huu. Haiwezekani. Haiwezekani. Nami natangaza neno hili liwe nuru katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Maana neno la Mungu ni nuru. Nilijifunza wakati mmoja, shetani anaondoka mahali kwa nuru, kwa sababu nuru ni ufalme wa Mungu. Yesu Kristo ni nuru. Yohana 1:9 inasema, alikuwapo nuru halisi amtiaye nuru kila mtu aliyekuja katika dunia. Maneno haya yanakutia nuru leo. Unatoka katika giza la kutokujua. Leo unajua kwamba Yesu amekutoa katika mamlaka ya giza, utawala wa shetani kwa njia ya Adamu, na amekuingiza katika ufalme wa Mungu pale utakapomkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Faida kubwa ya kumpokea Yesu ama Bwana na Mwokozi, kutubu katika Yesu Kristo, inaonekana eneo lingine kwa namna hii. Turudi katika ule mstari wa Efeso 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu mlizozipata kutoka kwa Adamu, ambazo mliziendea zamani katika huyo Adamu, mkiifuata kawaida ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Roho yule ambaye ana mamlaka juu yao kwa sababu ya kifo. Yesu ana mamlaka juu yetu. Mungu ana mamlaka yetu kwa sababu ya uzima. Kumbuka hilo. Shetani ana mamlaka juu ya binadamu wote kwa sababu ya mauti, kifo walichokufa kwa kutenda dhambi. Mungu anakuwa na mamlaka juu ya watu kwa njia ya uzima, kwa njia ya Yesu aliyefuka katika wafu. Kwa hiyo watu wakimkubali Yesu Kristo wanapata uzima na Mungu anakuwa juu yao. Nitalisema hili kwa mfano huu. Ndio maana ya kuokoka. Huwezi kukataa kuokoka. Naposema kuokoka sio kuwa dhehebu fulani, hapana. Kuokoka ni kutoka kwenye hali ya Adamu ndani ya roho yako na kupata hali mpya ya sasa ya Yesu. Kutoka katika hali ya zamani ya Adam na kupata hali mpya ya Yesu Kristo. Mfano uko hivi. Kuna mamlaka kuu 4. Mamlaka ya kwanza inaitwa ya Mungu, mamlaka ya pili inaitwa ya malaika, mamlaka ya tatu inaitwa ya mashetani, na mamlaka ya 4 inaitwa ya binadamu wasiookoka. Naposema wasiookoka, sio wasio kwenye dhehebu la kilokole au wasio kwenye dini fulani au dhehebu, hapana. Wasio na Yesu. Ukifa huko kwenye ulimwengu wa roho hamna dhehebu, ni Yesu tu na Adamu. Utahukumiwa kwa sababu ya Yesu tu, ulimkataa au ulimkubali.
Kwa hiyo usijitenge kusema mimi sio dini yangu, mimi sio dhehebu fulani. Sizungumzi kuhusu dhehebu, nazungumza kuhusu maisha yako ya milele, kwa sababu tayari umekufa kwa sababu ya Adamu. Umeona? Unaona hizo mamlaka nne? Mamlaka ya kwanza ni Mungu, mamlaka ya pili ni malaika, mamlaka ya tatu ni mashetani, mamlaka ya nne ni watu wasio na Yesu. Sijataja watu wenye Yesu wako wapi. Watu wasio na Yesu wako kule chini kabisa, chini ya nguvu za giza, chini ya mfalme wa uwezo wa anga. Kwa sababu nasema tulikuwa wana wa uasi chini ya mfalme wa uwezo wa anga. Yesu alichokuja kutufanya, akaja kutuokoa kutoka kwenye hiyo mamlaka ya giza, wale mashetani walio juu yetu, akatuhamisha, akatuingiza juu, falme wa mwana wa pendo lake, kule ni aliko Mungu. Kwa hiyo binadamu wanaompa Yesu maisha yao au kanisa, wanakuwa wameketi mkono wa kuume kwenye mamlaka ya Mungu mwenyewe. Chini yao wanafuata malaika, chini yao wanafuata mashetani, chini yao wanafuata watu wasio muamini Yesu. Kwa hiyo wakiwa kule juu kabisa, wanatakiwa wahubiri wale wa chini kwamba muaminini Yesu huyu ambaye tunaye sisi. Wakiamini wanawahamisha, wanawapeleka kule juu. Kwa hiyo wainjilisti, sisi wahubiri au kanisa washuhudiaji, tunawatoa wenzetu kutoka chini na kuwapeleka juu mahali ambapo tulipo. Kwa hiyo huwezi kumkataa Yesu. Kumkataa Yesu ni kwa sababu ya upofu, mtu anakuwa elewi. Kwa ukweli huu huwezi kumkataa Yesu. Ukimkataa Yesu umekubali kuwa chini ya shetani kwa hiari yako, chini ya mashetani. Ukimkubali Yesu unatoka kule unakuwa juu ya mashetani, juu ya malaika, juu ya wanadamu wengine wote. Ndio maana Paulo akasema ili akawahubiri, akawashuhudia watu wa Efeso, akasema nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 20:21 anasema aliwashuhudia Wayahudi na Wayunani wote walikuwa kwenye sahani moja. Haijalishi wewe ni Mnyakyusa, wewe ni Mmasai, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, wewe huna dini, wewe huna dhehebu, wewe sio ni mlevi, wewe sio mlevi, unafanya mambo mazuri, wote injili ni ile ile tu, kwamba inakupasa kumtubia Mungu. Kumtubia Mungu wake ni kugeuka, kwamba sasa namfuata Mungu, naacha dunia, naacha dhambi, lakini sio kwa nguvu yako mwenyewe, na kumwamini Bwana Yesu. Mambo mawili, kugeuka ni kutubu, lakini unatakiwa ukigeuka uone kitu, umuone Yesu na uone kazi yake msalaba, uone alibeba dhambi zako za Adamu, uone alifanyika dhambi zako, uone alisulubiwa, uone alifufuka katika wafu, umuone kama Bwana, kama Mwokozi, ukubali kumfuata. Umeona? Uko ni kuamini. Kwa hiyo unageuka kwa kumaanisha kwamba nageuka, namtubia Mungu, naacha dhambi zangu, naamini Yesu ni Kristo, Yesu ni Bwana, Yesu ameleta maisha mapya. Naanza maisha mapya kwa njia ya uzima wa Yesu. Ninatoka kwa yule Adamu mwenye dhambi, sasa naanza maisha mapya na Yesu Kristo, nazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Ukisoma katika Yohana 1 pale anasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Uwezo unaotaja pale ni mamlaka ya kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, ndio wale wasemao Yesu wewe ni Bwana, Yesu wewe ulikufa, Yesu ulikufufuka, nategemea kwa njia yako napata uzima. Ninatoka katika mauti ya mwanadamu wa kwanza niliyepokea, napata uzima wako. Ukija tena mara ya pili, ukija tena wakati utakapokuja kuchukua kanisa, nitafufuliwa pamoja naye. Wanaiweka imani yao kwa Yesu. Hao wanazaliwa kiroho, roho zao zinapata uzima, mauti inatoka ndani yao. Anaendelea pale anasema waliozaliwa si kwa mwili wala kwa damu wala kwa mapenzi ya mtu, bali mapenzi ya Mungu. Yaani watu waliozaliwa mara ya pili hawajazaliwa kutokana na baba na mama amemchumbia, baba amemchumbia mama, wameuana, wakasema sasa tupate mtoto, wakaamua wakapata mtoto wa kwanza wa pili, wakasema sasa basi. Huo ni uzao wa kimwili wa kibinadamu. Watu wanaokoka wanazaliwa kwa Roho Mtakatifu, kwa imani katika Yesu. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya kwanza ni kuzaliwa katika baba na mama, ni kuzaliwa katika baba na mama ambao wametoka kwa mwanadamu wa kwanza anaitwa Adamu. Lakini kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa imani katika Yesu Kristo. Yohana 3 pale anasema mstari wa 5 wa 6. Sasa kilichozaliwa, kuna kipengele pale anasema kilichozaliwa kwa mwili, mwili huu ni mwili huu.
Anasema kilichozaliwa kwa roho, roho iliyotajwa ni Roho Mtakatifu, roho kubwa. Ni roho ndogo ya mtu. Ukisoma hapo utaona. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa roho. Kuzaliwa mara ya kwanza ni kuzaliwa kimwili katika Adamu. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa roho kwa njia ya Yesu. Sio kitu kingine chochote. Sio kingine chochote ulichofanyiwa au unachofanya sema nilizaliwa mara ya pili. Hapana. Unazaliwa mara ya pili kwa njia ya imani katika Yesu. Unajua madaktari ukienda anakwambia ukweli, anakwambia huu ugonjwa ukiendelea kula sukari baada ya miaka 3 utakufa. Na mimi nakwambia kuzaliwa mara ya pili hauzaliwi kwa kitu chochote. Unazaliwa kwa kumtubia Mungu dhambi zako na kumwamini Yesu. Roho yako inafanya upya katika Yesu Kristo. Kitu chochote kingine unachofanya ni uongo. Umesikia? Ni uongo. Ni hasara sana. Usiku unakufa, unatoka afu unajua hiki kitu nilichokuwa nakiamini hakikuwa hivi, na uwezi kurudi duniani, naenda motoni. Baada ya kunisikia hivi ukikataa, damu yako itakuwa katika mikono yako mwenyewe. Kwa sababu kila mtu atatoa hesabu mbele za Mungu. Mimi nitaulizwa kwamba nilipata ufahamu, nilipata ufunuo, kwa nini sikukwambia? Katika jina la Yesu leo unaondoka katika maisha ya zamani ya Adamu wa kwanza, unaingia katika maisha ya Yesu Kristo. Maisha hayo mapya utamwona Mungu. Kama hujawahi kutubu dhambi zako na kumwambia Yesu aingie ndani yako, fanya hivyo leo. Maisha ni mafupi. Shetani, kuna mtu nilikuwa namsikiza mhubiri mmoja anaelezea kuhusu kwamba shetani anataka watu wote aende nao motoni. Kwa vitu anavyotuletea, mara nyingine hata dini alizotuletea hizi. Kuna vitu kwenye dini tunakataa wokovu, tunamkataa Yesu. Tunachukulia kama maisha ni marefu. Umeona? Tunakataa. Kuna maneno ya Mungu yanasema moja kwa moja, tubu, muamini Yesu. Sisi tunaweka kwamba hamna kuamini, kwamba hilo sio dhehebu letu, sio dini. Ukifa unaenda motoni peke yako. Umeona? Mashetani anapiga makofi yetu, liwadanganya. Wakati fulani nilipata ufahamu katika Roho Mtakatifu kwamba watu wanapokufa, yana kitoka tu kwenye mwili kama hajaamini, yanatokea pale. Yanasema tulikuwa tunakudanganya. Sisi tunaenda na wewe sasa. Yule aliyeko wanaanza kukuhubiria wao kwamba ulikuwa unahubiriwa hivi na hivi, na bahati mbaya sana kama wewe sasa ulikuwa ni mchungaji, ulikuwa ni mhubiri, una nafasi hiyo, alafu unasimama unasema kuokoka hamna, hiyo si ni najua utamaduni nini, unachanganya neno unaliharibu. Mungu atakuuliza, na kuna watu wanakulilia huko kama ulipata nafasi ya kuhubiri. Kwa hiyo tunaosimama kwenye mimbari na kuongea na watu, tuwaambie ukweli. Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi, Yesu alisulubiwa, Yesu alifufuka. Muamini Yesu, pate wokovu. Pate wokovu, pate msamaha wa dhambi. Haleluya. Namshukuru Mungu sana. Baba yangu kabla hajafariki, yeye alikuwa ni mtu wa dhehebu fulani. Madhehebu ni mazuri, tuyapende madhehebu yetu, lakini ninapofika kwa Yesu tuachane na madhehebu yetu, mfuate Yesu. Karibu kabla hajafa, wiki 3 kabla, nikamwambia, nilienda kuongea naye chumbani, alikuwa anaumwa. Nikamwambia, baba, mimi ni dhehebu fulani, nikataja dhehebu fulani, na wewe ni dhehebu fulani baba, lakini Yesu hana dhehebu. Haya madhehebu yote mbele za Yesu yamesulubiwa, hayapo. Baba akatamka kwa kinywa akasema, Yesu ndio kila kitu. Nilifurahia sana huo usemi. Na wewe sema leo, Yesu ndio kila kitu. Usishikilie dini yangu, sisi nilifanywa hivi. Hakuna, ni Yesu tu. Kila mmoja sema Yesu tu. Hebu sema Yesu tu. Yesu tu ndio Mwokozi. Anatutoa kwenye hali yetu ya ufu na kutuingiza katika uzima wa milele. Mpe maisha yako sasa hivi kwa imani. Wakati uliokubalika ni sasa, na siku ya wokovu ni hii. Unatoka katika maisha ya zamani, unayapata maisha mapya. Hebu sema Yesu Kristo, wewe ni Bwana. Ulikufa na fuka katika wafu. Ninaamini hivyo. Ulikufa katika makosa yangu. Ulikufa katika dhambi zangu. Ulifanyika dhambi zangu. Lakini ulipofufuka, ulifuka kwa haki yako. Ulifuka kwa uzima wako. Ulifuka kwa maisha mapya. Na kupokea leo kama Bwana na Mwokozi. Ninapata maisha mapya. Ninahamishwa kutoka katika nguvu za giza, mamlaka ya shetani. Natoka chini ya mfalme wa uwezo wa anga, naingia katika ufalme wako leo. Kwa tafsiri hiyo nimeokoka. Mungu, ninatubu, nageuka, naacha dunia, naacha dhambi kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa
ninakuwa mwanafunzi wako. Baada ya kuomba maombi haya, kama una swali lolote nikusaidie, utanifuata katika namba za WhatsApp ambazo zinaonekana hapo. Katika jina la Yesu, ishi maisha ya sasa katika Yesu. Baada ya kumpa Yesu maisha yako, sasa anza kujifunza na kumfuata Yesu. Mungu akubariki. Asante kunisikiliza.